Naam, hujambo na karibu kwenye somo letu leo la Kiswahili pamoja na Kiarabu. Natarajia ubuheri wa afya na ni siku mingi zimepita kabla hatujakuwa na mazungumzo. Naam, tumeamua kwamba kila siku ya Alhamisi itakuwa ni siku yetu ya kujifundisha lugha ya Kiswahili pamoja na Kiarabu. Kwa hivyo leo baoni nimeandalia makala madogo tu ambayo kwamba yanazungumzia ad-dhamair. Ad-dhamair ni Kiarabu, Kiswahili tutasema kwamba ni viashiria vya nafsi, viashiria vya nafsi. Tunavyofahamu ni kwamba lugha ya Kiswahili imegawanya nafsi katika vitengo vitatu au katika vigezo vitatu. Na kigezo cha kwanza ni nafsi ambayo kwamba inazungumza, ama tuseme kwamba katika umoja itakuwa ni mimi, wingi itakuwa ni sisi. Nafsi ya pili itakuwa ni wewe, kisha wingi itakuwa ni nyinyi. Wewe, nyinyi. Kisha nafsi ya tatu itakuwa ni yeye ambayo kwamba yuko mbali, na wingi itakuwa ni wao kwa maana wako mbali hawako karibu. Vile vile Kiarabu nacho pia kimegawanya nafsi katika sampuli tatu. Sampuli ya kwanza tutatamka kama al-mutakallimu. Al-mutakallim. Al-mutakallim inaashiria kwamba yule ambaye kwamba anazungumza. Hizo kwa ni mmoja kama mimi hapa hivi, kisha na wingi ambaye kwamba tuko wengi, labda wawili na zaidi. Na al-mukhatab ambaye kwamba ni nafsi ya pili, itazungumzia ni kama wewe ambaye kwamba unanisikiliza. So naongea nawe kama nafsi ya pili. Wewe unanisikiliza, katika Kiarabu itakuwa ni al-mukhatab, yani yule ambaye kwamba unamzungumzisha wakati ule. Kisha nafsi ya tatu katika Kiarabu itakuwa ni al-ghaib. Al-ghaib maana yake ni yule ambaye kwamba yuko mbali. Yule ambaye kwamba hayuko wakati ule, yuko mbali. Kwa hivyo tunajua kwamba Kiswahili, wingi wa Kiswahili unaanzia viwili au vitu viwili na zaidi. Lakini Kiarabu wingi wake unaanzia vitu vitatu na zaidi. Kwa hivyo wa Kiarabu kuna umoja, kuna upili au viwili au vitu viwili, kisha kuna utatu na zaidi. Kwa hivyo wingi unaanzia tatu na zaidi. Tukija baoni katika nafsi ya kwanza ambayo kwamba ni al-mutakallim, kuna viashiria viwili tu peke yake. Kiashiria cha kwanza katika Kiarabu ni ana. Ana. Ana katika Kiswahili itakuwa ni mimi. Kisha nafsi ama kiashiria cha pili itakuwa ni nahnu. Nahnu itakuwa ni sisi. Kwa hivyo nafsi ya kwanza ni nafsi mbili peke yake au viashiria viwili peke yake, ana, mimi, na nahnu, sisi. Katika kitengo cha pili kuna viashiria vitano. Na hivi ni kwamba Kiarabu katika kuashiria kwayo inajaribu kutofautisha viashiria vya kiume na vya kike. Kwa mfano, kwa nafsi ya kwanza na kwamba ni anta. Anta ni wewe, lakini kiume au wewe mme. Ukiashiria mwanamume utasema ni anta. Ikiwa ni mwanamke itakuwa ni anti. Anti ni wewe, lakini kike au mtu wa kike au mwanadada. Kisha tatu kuna antuma. Antuma. Antuma ni nyinyi. Nyinyi wawili ni antuma. Kwa hivyo hapa katika Kiarabu antuma inatumika kwa kiume na kike kwa wakati mmoja. Kwa hivyo antuma inaweza kuwa ni nyinyi wawili ambao kwamba ni wanaume, au antuma nyinyi wawili ambao kwamba ni wa kike. Kisha kuna nne ambao kwamba ni antum.
So kuna antum kwamba ni nyinyi, lakini hawa ni wanaume kuanzia watatu na zaidi. Kuanzia watatu na zaidi itakuwa ni antum. Kisha wanawake kuanzia watatu na zaidi itakuwa ni antunna. Antunna. Itakuwa ni nyinyi lakini wake au wanawake. Kwa hivyo katika dhamir au viashiria vya nafsi ya pili katika Kiarabu vimegawanyika katika vitengo vitano. Kuna ya kwanza anta, kiume, ambapo kama ni wewe mwanamume. Kuna anti, wewe mwanamke. Kuna antuma, nyinyi lakini wawili, inaweza kuwa wanaume wawili au wanawake wawili, antuma. Kisha kuna antum, nyinyi wanaume wengi. Kisha kuna antunna, nyinyi wanawake wengi. Na wengi tumesema inaanzia 3 hadi zaidi. Kisha katika kitengo cha mwisho cha ghaib, aliyembali, kuna pia vitengo vitano. Cha kwanza ni huwa. Huwa ni yeye mume. So huwa yeye mume ambaye kwamba yuko mbali. Kisha mwanamke itakuwa ni hiya. Itakuwa ni yeye lakini mke aliyembali. Yeye mke au mwanamke aliyembali itakuwa ni hiya. Kisha kuna huma. Na huma ni wao wawili. Naam, huma wao wawili. Hawa wawili wanaweza kuwa ni wawili wanaume au wawili wanawake. Kisha kuna wao wengi wanaume, itakuwa ni hum. So hum itakuwa ni wao wanaume wengi kuanzia watatu na zaidi, watatu, wanne, watano hadi mwisho. Kisha kuna hunna. Hunna ni wao wake wengi, au ni wao lakini wanawake wengi, kuanzia wanawake watatu hadi zaidi. Kwa hivyo hivi ndio viashiria, na hivi viashiria ni vya nafsi peke yake. Hauwezi kuvitumia kuashiria wanyama, kuashiria viti au kuashiria vitu vingine. Ni binadamu peke yake. Na kwa katika masomo yaliyopita tulitumia viashiria ambavyo kwamba uweza kuvitumia kuashiria vitu na vile vile binadamu. Mfano tunasema kuna hadha na hadhihi. Hadha ni kiashiria cha kiume au cha kitu cha kiume. Mfano kiti, kusema hiki ni kiti, utasema hadha kursiyun. Lakini kiashiria cha kitu cha kike itakuwa ni hadhihi. Mfano hadhihi mistaratun, hii ni rula. Kwa hivyo hivi ndio viashiria kwamba unaweza kutumia kuashiria vitu. Lakini kuashiria binadamu, nafsi ambayo kama ni wewe na kadhalika, ni hivi ambavyo kwamba vinatumika. So kwa haraka tarudia kusema kwamba kuna ana ambayo kwamba ni mimi, kuna nahnu ambayo kwamba ni sisi, kuna anta wewe mwanamume mmoja, kuna anti wewe mwanamke mmoja. Mtu asikwambia kwamba anti ni anti yule shangazi, la. Anti hapa hivi ni kiashiria cha wewe mwanamke mmoja. Kisha kuna antuma. Antuma ni nyinyi wanawake wawili au wanaume wawili, watatumia wote kiashiria sawia, antuma. Kisha kuna antum, sasa wingi, nyinyi wanaume watatu na zaidi. Kisha kuna antunna, nyinyi wanawake watatu na zaidi. Kisha katika nafsi ya mbali au katika kiashiria cha nafsi ya mbali kuna huwa. Huwa ni yeye mwanamume ambaye kwamba hayuko karibu. Kisha kuna hiya, yeye mwanamke ambaye kwamba hayuko karibu. Kisha kuna huma, wao wanaume wawili ambao hawako karibu, au wao wanawake wawili ambao hawako karibu, watajulikana kama huma. Ama ukiwaashiria huma itakuwa ni huma, yani wao wawili labda hawako. Kisha kuna hum. Hum ni wao wengi wanaume kuanzia 3 na zaidi. Kisha kuna hunna,
ni wao wengi, wanawake kuanzia 3 na zaidi. Mfano katika sentensi tutasema kwamba mfano kusema wewe ni mwanafunzi, tutasema kwamba anta talibun. Anta talibun. Nikisema anta talibun, moja kwa moja utajua kwamba huyo ni mwanafunzi wa kiume. Kwa sababu gani? Nimetumia kiashiria anta. Iwapo nitakuashiria mwanamke, nitasema kwamba anti talibatun. Na vile Kiarabu kinajaribu kugawanya hizi nafsi. Kwa mwanamume itakuwa ni talibun, kwa mwanamke itakuwa ni talibatun. Kuna hiki hapa inaitwa taul marbuta ama taa yenye mviringo, inatofautisha kitu cha kiume na cha kike. Vitu vingi vya kiume havina hii taa kama ni mviringo, lakini vingi vya kike vina hii taa ya mviringo. Na pia kuna baadhi ya majina ambayo kwamba yana hiyo taa ya mviringo lakini si ya kike. Na kuna majina ambayo kwamba hayana hii taa ya mviringo na ni ya kike bado. Kwa hivyo kuna utofautiano wa Kiarabu katika matamshi, katika mazungumzo, na hii ndiyo sababu. Mfano ukitaka kutumia vitu viwili. Mfano antuma, wanafunzi wawili. Utasema antuma talibani. Antuma talibani. Nyinyi ni wanafunzi wa kiume wawili. Antuma talibani. Nyinyi ni wanafunzi wawili wa kiume. Je, wa kike itakuwa vipi? Itakuwa ni antuma talibatani. Antuma talibatani. Kwa hivyo kuna tofauti. Talibatani ni wanafunzi wa kike wawili, ambapo kwamba imekutofautisha talibani wawili wa kiume, talibatani wawili wa kike. Kwa hivyo hivi ndio viashiria katika lugha ya Kiarabu pamoja na Kiswahili. Kufikia hapo nitatia kikomo na kutamatisha somo langu, ila ningependa kuwapa chemshabongo au jambo kwamba itakufanya ufikirie kidogo wala si sana. Kwa wale Waswahili, naomba unitungie sentensi moja kutofautisha ndege ambayo kwamba anaendesha na rubani na anabeba abiria, na ndege ambayo kwamba anapepea, au ndege anayepepea na ndege inayobeba rubani katika sentensi moja, au ndege inayobeba abiria angani katika sentensi moja.